Habari zenu wa Tanzania. Leo Majizo wa EFM kaja kuombea msamaha wasanii ili wa Tanzania mrudi kwa support. Sasa nilikuwa nataka niwaambie kitu wa Tanzania. Hii issue ya kuhusu wa Tanzania kwa samee wasanii, inabidi wa Tanzania muangalie bigger picture. Msiangalie tu wale wasanii ambao mnaambiwa muwasamee sio nini. Inabidi muangalie bigger picture kwenye hii issue ya wasanii. Issue ya wasanii ni kubwa na nzito kushinda vile ambavyo labda wananchi mtaiangalia tu, tuwasamee tu, tuwasupporti, twende kwenye show. No. Hii issue sio about kumsamee sijui Nandy, sijui Zuchu, sijui Diamond, sijui nani. No. Hii issue ni kubwa. Na msidhani anayepush hii ni Majizo au ni watu hawa ambao wanakuja kuomba msamaha. No. Issue inakuwa pushed na serikali batili. Hii issue ya nyinyi kuwasamea wa Tanzania inatoka kwa Samia directly. Yule msaidizi wake, yule Waziri Salum, yule ndo yuko nyuma anaratibu hii issue yote. Na nitawaambia ni kwa nini wanahangaika. Issue sio kwamba wanawajali wale wasanii, ila issue ni kwamba wale wasanii ndio huwa wanatumika na CCM kudanganya wananchi, na pia entertainment industry ya Tanzania ndio imetumika na CCM pia kuendelea kuwaacha CCM madarakani kwa kuwadanganya wananchi kwa kutumia hawa so called vyoo vya jamii. Sasa CCM ikikubali hawa wasanii wakapoteza influence yao kwa wananchi, that means wamepoteza connection yoyote kati yao na wananchi. Unaona? Sasa hivi connection ambayo wanaweza wakaitengeneza tena na wananchi ni kupitia hawa wasanii. Ndio maana wana push mno. Inabidi wananchi muangalie bigger picture kwenye issue. Kwanza kabisa, mkiwasamee tu wasanii, na mkiwasamee tu, mkirudi kwa support, that means mmerudisha entertainment Tanzania. Kama mmerudisha entertainment Tanzania, it means mmeshasahau mauaji, it means mmesamehe yale mauaji, it means mko tayari kumove on na CCM. Na kingine kikubwa wanachojaribu kuwarudisha wale mjini. Wasanii wakisharudi, mkiwarudisha, that means wa Tanzania mtafocus tena na wasanii. Mtaanza tena kufocus na challenge ya muziki. Sijui nani anatoka na nani anatoka nani. Mpaka hapo Samia Suluhu na wajuenzie wameshapona, kwa sababu mmesharudi kule mlipotoka. Wa Tanzania tumebadilika, tumefanya steps kubwa. Msirudi tulipotoka. Tusirudi, yani tumepambana, tumefika tupofika. Tusirudi nyuma. Alafu subiri, ni point nyingine kubwa nilikuwa nataka niwapeni. Majizo anasema muwasamee hawa kwa sababu walikuwa kwenye kutafuta hela. Muwasamee sijui kwa sababu wana haki ya kuwa chama hiki. Inabidi watu wa understand na waelewe kwamba Majizo anaongea as if chama kilichokuwa kinasapotiwa au serikali iliyosapotiwa na hawa wasanii ilikuwa ni serikali ya kawaida, au ilikuwa ni kitu cha kawaida. Hawa wasanii walikuwa mpaka sasa hivi walisapoti serikali ambayo ilikuwa inaua watu, inateka watu. Serikali ambayo iliua Mzee Kibao, imewapoteza kina Deusi Soka. Na huyo rais anasimama anasema kifo ni kifo. Hii ndio serikali ambayo hawa wasanii waliamua kusapoti. Serikali ambayo iliamua haitaki uchaguzi wa haki. Hawa wasanii walikuwa kwenye stage za kampeni, huku wakiona Tundu Lissu kapewa kesi ya kunyongwa, yuko jela. Walishuhudia uonevu wote unaofanyika. Kwa hiyo Majizo asiongelee kwamba wale wanaenda kutafuta hela.
walienda kutafuta hela at the expense of their funds. Funds wao wakiongea chochote wanatekwa na hii serikali. Alafu wao waenda kutafuta hela kwenye hiyo serikali. Sasa waendelee kula kwenye hiyo serikali, kwa sababu wale ndio wanaowaona wanawafaa. So Majizo asiongelee as if hii ilikuwa ni kitu normal kilichofanyika pale. It was not normal. Ufisadi uliofanyika mkubwa vile uliofanyika, wananchi hawana hata maji ya kunywa. Kina Mange tunaongea, wasanii wanafanya video wanasema tuache wivu, acheni wivu. Kununua Rolls Royce viongozi sio. Please Majizo, shut up. Alafu kingine wa Tanzania inabidi muelewe why Majizo kaja kuwaombea hawa msamaha. Majizo hawaombei hawa msamaha peke yao. Majizo haombei msamaha wasanii tu, anajiombea na yeye. Majizo yupo kwenye entertainment industry. Bila wasanii hakuna entertainment industry. So yeye mwenyewe pale anawaombea wale, muwasamee wale ili na yeye ale. Hakuna sasa hivi, hakuna redio, hakutokuwa na TV, hakutokuwa nini bila hawa wasanii. Ndio maana kina Majizo msishangae hata wiki ijayo akatoka mpaka kusaga kusema wasamehewe, because na wao wanatafuta kula. Na huyu Majizo is the wrong person to even come here and talk. Yeye mwenyewe alikuwa anaunga mkono wauaji, so atumshangai kufanya anachofanya. Watanzania, mkiwarudisha hawa wasanii, Samia ameshinda hii mechi, kina Kikwete wameshinda hii mechi. Msirudi, tumefika pazuri, we have to keep fighting, tusirudi nyuma. Na sababu kubwa tuliweza kufika hapa tulipofika ni kwa sababu tuliwapotezea wasanii na upumbavu wao. So msikubali kurudi, msikubali kufanywa wajinga na hizi peji za kipumbavu. Kina Karima Stories, kina nani nimeona leo, mimi niwe mwenyekiti wenu. Yani sasa hivi wanawachukulieni Watanzania kama vile ni majinga mafala. Eti mimi niwe mwenyekiti wenu nikaongea. Alafu msikubali sasa hivi mkawafanya hawa wasanii topic tena. Leo Instagram mzima kila sehemu wasanii. Who are they? Who are they? Ni kina nani hawa wasanii? Wameshawaumiza, hatutaki kuwaongelea tena. Kwenda kwisha. Na msikubali kufanywa wapumbavu na hizi peji za umbea. Kina Maimartha, kina Karima Stories, kina nani? Hawa ndio wanaotumika kuwarudisheni nyinyi kwenye upumbavu. Jamani wa Tanzania, tumepoteza too much. Tumezika watu, damu zimemwagika. Msikubali kufanywa wajinga tena na hawa wasanii tu entertainment industry. Hii topic ya wasanii muiue, imeshakufa, tuitaki. Acheni hao kina Nandy wajitoe akili, sio kutangaza sio anafanya show kwamba yeye she doesn't care, anafanya show, anafanya nini. Guys, let's stay focused. Tubaki focused mpaka tushinde. Let's stay focused. Tusirudi kwa wasanii. Na waomba Watanzania, sijui ni waombaji, msirudi kwa wasanii no matter what. Na hata sasa hivi mnavyowaongelea everywhere, tayari tumeshapotea. Acheni kuongelea hizi mbwa, acheni kuziongelea.